Habari za wakati huu. Leo ningependa kuongelea swala la watoto ambao inasemekana kwamba hawawezi kabisa kujifunza. Wengine wanaita vichwa ngumu. Yaani hata ufanyeje hawezi kuelewa katika kujifunza. Kwanza naomba nitoe dhana hii. Dhana hii sio ya kweli. Tukisoma katika misingi ya elimu, hasa katika falsafa ya elimu na maadili ya ualimu, misingi ya elimu inaamini kwamba hakuna mtoto ambaye hafundishiki, na ni kweli hakuna mtoto ambaye hafundishiki. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu mwalimu mpaka unamaliza mafunzo yako ya ualimu, maana yako umepewa mbinu, umepewa njia, umesoma saikolojia ya mtoto. Maana yake tunaamini kwamba unaweza kumfundisha mtoto wa aina yoyote. Kwa hiyo mwalimu unapokuwa unalalamika kwamba eti huyu mtoto haelewi kabisa, huyu mtoto mimi nimeshindwa kabisa, maana yake ni kwamba wewe mwalimu unatakiwa ujitathmini. Kwa nini umeshindwa kumfundisha huyu mtoto? Umeshindwaje kumfundisha huyu mtoto wakati una mafunzo kamili? Je, mafunzo yako unayatumia wapi katika kufundisha hawa watoto? Je, ulisoma chuo cha walimu au ulijifunza kuwa mwalimu wa watoto ili ufundishe wenye uelewa tu? Vipi wasiokuwa na uelewa wa karibu? Maana yake ni kwamba sasa mbinu zako ndipo zitumike. Utaalamu wako ndio utumike katika kuwafanya hawa watoto waweze kufanya nini? Waweze kuelewa, na ndio maana ya kusomea. Kama ni hivyo, basi hauna tofauti na mtu ambaye hajasomea nini? Hajasomea ualimu. Hakuna mwanafunzi asiyefundishika, ila atachelewa kuelewa. Kuna njia tofauti ambazo mwalimu unaweza ukazitumia kumfanya mwanafunzi wako unayehisi ni mgumu kuelewa akaelewa kiurahisi. Mimi nitakutajia baadhi ya njia zinaweza zikakusaidia sana katika kumfundisha mtoto wa aina hii. Njia ya kwanza, mfundishe mtoto kutokana na asili yake. Mfundishe mtoto kutokana na mahitaji yake. Tunaposema mfundishe mtoto kutokana na asili yake, inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba jua mtoto anapenda nini. Jua mtoto asili yake kuu ni ipi katika kujifunza kwake au katika maisha yake ya nini? Ya kawaida. Hapo ndipo sasa utatumia mbinu hiyo kumfundisha kwa kutumia asili yake au kupitia asili yake aliyo nayo. Mfano, umefanya uchunguzi wako ukagundua mtoto wako au mtoto anapenda sana kucheza. Ukishajua mtoto anapenda kucheza sana, maana yake asili yake yeye ni mtu wa michezo. Natakiwa kufanya nini sasa? Natakiwa kukifanya hapo, mfundisha kupitia michezo hiyo alionayo. Ni rahisi sana kukuelewa. Usimkataze kucheza, ila mfundishe kupitia mchezo huo anaopenda kucheza. Mfano, anapenda kucheza mpira. Chukua mpira, uweke pembeni, mwambie tunasoma mpaka hapa. Baada ya hapo nitakupatia mpira ukafanya nini? Ukacheze. Na kweli mtasoma, baada ya hapo utampatia mpira, ataenda kucheza. Lakini usimkataze kucheza, kwa sababu itakuwa ni vita kubwa sana, kwa sababu ni kitu anachokipenda. Kwa mfundishe kupitia kitu hicho anachokipenda, au mfundishe kupitia hiyo asili yake. Afuzeni sasa, ndipo utaona mabadiliko unaweza ukayapata. Mtoto anapenda kuimba, maana yake mfundishe kupitia nyimbo. Mtoto anapenda utundu. Ingiza utani kwenye kumfundisha. Trust me, ataweza kukuelewa. Shida ya walimu moja wanaoshindwa ni kwamba wanalazimisha kumtoa mtoto kwenye asili yake. Wanalazimisha kumbadilisha mtoto kwa lazima kutoka kwenye kitu anachokipenda. Alafu zeni sasa wanataka wapitishe masomo yao, na hapo ndipo kazi ngumu inapoanzia. Lakini jambo la pili
Jua changamoto za mtoto wako. Jua changamoto za mtoto wako. Hakikisha unajua shida yake kubwa ni nini. Mnyororo mkubwa wa changamoto yake ni upi? Mzizi wake mkubwa wa changamoto yake ni upi? Afu baada ya hapo sasa ndipo uanze kusolve tatizo chini chini. Usiibuke tu juu. Ni mgumu, haelewi, ana shida na nini? No, umejua shida hiyo inasababishwa na nini? Ukishajua shida inasababishwa na hiki, manake anza kusolve kwanza ile shida, afu zeni ndipo uje uweze kufanya nini? Uje uanze kumfundisha kupitia nini? Kupitia hicho kitu ambacho kimesababisha ashindwe kuelewa kiurahisi. Lakini pia jambo lingine ambalo natakiwa kuzingatia, umri wa mtoto. Umri wa mtoto na hatua zake za makuzi na maendeleo yake. Kivipi? Maana yake ni kwamba mfundishe mtoto kulingana na hatua zake za maendeleo. Mfundishe mtoto kulingana na hatua zake za makuzi katika ukuaji wake. Waliosoma saikolojia ya elimu watanielewa vizuri. Kivipi sasa? Kila mtoto ana stage yake na kila mtoto ana vitu vyake ambavyo anatakiwa kujifunza katika umri fulani au katika hatua fulani ya makuzi yake. Cha kufanya nini sasa? Cha kwanza, hakikisha unajua ana umri gani, lakini pia angalia, je, unachomfundisha kinaendana na umri huo? Unaweza ukajikuta unamfundisha mtoto vitu ambavyo ni vikubwa zaidi tofauti na umri wake, au unaweza ukawa unatumia mifano ambayo ipo juu ya uwezo wake wa kiumri au uwezo wake wa uelewa kulingana na umri wake, na hapo ndipo shida inapoanzia. Umeshajua huyu mtoto wa darasa la awali, huyu ni mtoto wa darasa la 5. Hebu mfundishe vitu ambavyo unahisi kwa umri wake huo ni rahisi kuviweka kichwani, lakini pia ni rahisi kukuelewa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba itakuwa ni rahisi sana kukuelewa wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemfundisha kutokana na hatua zake za makuzi. Ni sawa na wewe upo una miaka 2, lakini unakuta mwalimu anatumia mifano mikubwa ya mtu wa miaka 7, au anatumia mifano mikubwa ya mtu ambaye ana umri mkubwa. Maana yake ni kwamba huyu mtoto ni ngumu sana kukuelewa. Kwa sababu gani? Mifano anayotumia, vitu anavyovitumia, maana yake vinakuwa haviendani na nini? Haviendani na umri wake. Kwa sasa hizo ni moja ya njia au ni mambo ambayo unaweza kujaribu kuyafanyia ufuatiliaji, ukayafanyia utafiti, na mwisho wa siku sasa yakakusaidia kufundisha watoto wa namna hii. Lakini jambo lingine la kusisitiza ni kwamba walimu wajaribu kutafuta mbinu, wabadilishe mbinu za ufundishaji. Kuna muda watoto wanachoka. Kwa sababu gani? Kila mtoto ana mbinu yake ya kujifunza na kila mtoto ana njia yake ya kuelewa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakikisha unawajua wanafunzi wako wote. Ukishajua wanafunzi wako wote, ni rahisi kujua huyu nitumie mbinu gani, huyu nitumie mbinu gani, au nitumie mbinu ipi ambayo itaweza kuwasaidia wanafunzi wote.